So as a leadership, kama leaders, please. Na mimi niliambia rais siku moja alikuwa Nakuru kwa maombi, nikamwambia Your Excellency, unaenda kwa ofisi kubwa. Hiyo ofisi kubwa utakujanga na gari, mali unashuka kuna carpet hapo. Inaenda mpaka kwa kiti. Ikitoka kwa kiti narudi kwa gari. Usipochunga utakuwa tunaingia yako kwa kichwa na ground sio nje yako. Watu wanakudanganya tu kile mambo huko mazuri. President run ya platform ya hasla. Mtu maskini ya chini. Kweli wewe mtaka kuniambia kweli president anaweza kuamuka yeye mwenyewe mtu ambaye mnajua aweke ushuru kwa mkate? Ni nani huyu ambaye ako pale juu ambaye ana confuse hizi vitu? Huyu mtu ni nani? And you can't be helpless. Ukikosoa finance bill, wala ambao labda wako na akili finyu wanafikiri kwamba ukikosoa finance bill tunapiga president. Hapana. Tunasema finance bill ni mbaya kwa sababu naona vile wananchi hapa chini wanahangaika. Badala ya kusema kwamba lazima ufanye hii, lazima ufanye hata kule nyumbani, hata nyinyi wa mama wazee mko hapa. Unataka kuwa na nyumba kubwa na ghorofa, unataka kuwa na gari, unataka kununua ng'ombe ya grade, unataka kufanya kila watoto wako kwenda somea kule UK. Swali ni je, uko na pesa? Kama una pesa utafanyaje? Utaenda kukopa? Ama ile ng'ombe yako ambayo tuanga maziwa lita 5 utakamua usiku na mchana mpaka ifike 10? Sasa saa hizi juzi mimi naona wabunge kwa wanasema yes. Mtu anasema yes kwa finance bill ambayo inaongeza ushuru. Na anacheka. He's laughing. Anacheka. Kama natoka huko mashinani wewe unajua. Sisi kama viongozi naambia wengine tukitoka hapa labda utaenda hapa Siro, watakuja wana governor, what will you have? Watakuletea menu. Unaangalia we got very good bacon here, unaangalia mutton ya mbuzi, ya kondoo, ya kuku, utakula gani? Na utakula na nini? Unasema mimi nakula white meat. Hiyo ni kuku ati. Na kupatia na chapati hapo. Kiongozi. Wewe kama ni kiongozi mjinga, unafikiri watu wote ambao uko hii matanga pia kwa mahali wanakula chapati na kuku. Lakini kuna watu watatoka hapa kwenda nyumbani, mama mwenyewe anaomba Mungu ampatie unga tu. Unga apige ugali ili atengeneze maji na chumvi watoto wakule sasa. That is the reality. Today, hapa vile tunaongea hapa, kuna watu ambao wameuza shamba yote ili mtoto aende akasome. Maana tunaambiwa na wazungu kwamba kuna kitu inaitwa kazi huko, utaenda ufanye na upewe karatasi inaitwa pesa. Ukifanya kazi, pewa pesa, maisha yanakuwa mzuri. Sasa sisi wote tukafanya hivi kwa ajili ya hiyo tunafanya, unauza shamba, unapeleka mtoto shule na matumaini kwamba akimaliza kusoma atapata kazi. Sasa mtoto amemaliza shule, hakuna kazi, maana kampuni zote Kenya zimetoroka, zimeenda Dar es Salaam, zimeenda Tanzania, zimeenda Rwanda kwa sababu tunataka kujenga highway kutoka Nairobi iende Mombasa. Hakuna kazi. Sasa watoto wamekaa kwa nyumba, unaangaliana na mzazi akikuona wewe anaona ile shamba aliuza. Today the government is saying basic education kuanzia ECDE ile nursery mpaka form 4 is basic education and is free. Sisi tunajua Kenya wanalipia, maana kuna ile inaitwa capitation. Lakini unapata mwalimu mkuu wa day school anakaa mahali na wazazi 5 walisema wamepitisha kwamba kila mtoto ambaye anakuja kwa day school lazima akule lunch kwa shule na lunch ni 12,000. Hiyo 12,000 imetoka wapi? Sasa serikali inasema leta 22,000, lakini kwa sababu mwalimu anasema lazima lunch iwe 12,000, mtoto anarudi nyumbani kwa sababu ya 12,000. Na ukichunguza vizuri, mwenye ana supply mahindi napata yule mwalimu mwenyewe. Gunia moja ya mahindi 8,000, 12,000. Maharagwe 18,000. Wanafanya biashara. But